Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa wasaa huu na nafasi hii adimu sana katika kujadili mpango wetu wa taifa wa miaka mitano, lakini pia na mpango huu wa mwaka mmoja wa bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, chukue pia nafasi hii kuipongeza sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6, pamoja na waandamizi wote wa serikali yetu kwa kazi kubwa iliyofanyika katika kipindi kilichopita na hadi sasa kazi hiyo inafanyika. Hatua hiyo tuliyopiga ilikuwa kubwa sana, hasa kwa taifa, kwanza kwa kupata utulivu, amani, lakini pia mshikamano wa kitaifa, na hatimaye sasa tunajivunia mafanikio yaliyo makubwa. Chukue nafasi hii pia kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ziara anazofanya majimboni na jinsi anavyosikiliza kero za wananchi na hatimaye kuzielekeza serikali na yeye pia kuitatua kwa kadri inavyoonekana kwa wakati uliopo. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza mawaziri wote wawili, naibu mawaziri, watendaji wote wa serikali, lakini pia na kamati yetu ya bunge ya budget kwa kadri ilivyochakata bajeti hii. Mheshimiwa, bajeti hii ni ya mfano, Mheshimiwa Mwenyekiti, na imegusa maeneo mengi. Tunayo wajibu mkubwa sana sasa wa namna ya kwenda kutekeleza mpango huu wa bajeti ambako tunakwenda kutekeleza ili kuweza kujibu kiu na matarajio pamoja na yale yote ambayo tuliwaahidi wananchi katika mikutano mbalimbali ya kampeni, lakini pia kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii pia kukupongeza wewe, Mheshimiwa Spika, wewe na naibu spika, na wewe na waandamizi wote wa bunge kwa kadri tunavyoongeza bunge letu. Lakini chukue nafasi hii kwa namna ya pekee kuiomba serikali yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kabisa na mpango huu wa sisi kutazama upya sekta hii ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya kilimo sasa hivi hailipi kwa kadri ambavyo wananchi wanalima. Kwa mfano ulio rahisi tu ni kwamba kama gunia la mahindi ni 40,000, alafu paketi mbili tu za mbegu ni 40,000. Kwa kadri ambavyo tunakwenda kulima na kuingiza gharama ya kilimo kwa ekari moja kwa mkulima, kama atafanya mahesabu, basi inaonekana wakulima wetu mara nyingi wanalima kwa kilimo cha hasara. Niombe serikali itazame upya kuijengea uwezo wa NFRA pamoja na namna ya kuchakata mazao yetu katika viwanda vidogo nchini. Tulipokuwa na viwanda kama 100 au 50 kwenye halmashauri, tulikuwa tumezalisha ajira kwa Watanzania vijana na wananchi kwa ujumla katika zile viwanda vidogo vidogo vya mazao. Kwanza kuongeza thamani ya mazao, lakini pia na namna ambavyo wananchi wetu wanapata ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa nazungumzia eneo la SIDO. SIDO tuitazame upya. Tuunganishe mfumo wa SIDO na wizara yetu ya viwanda na biashara, hasa kumlenga na kumlinda mwananchi yule wa chini ambaye ndio mkulima, lakini mazao yake huwa hayana faida zaidi katika mauzo wakati akifika kwenye soko. Ningeishauri serikali itazame utaratibu wa namna ambavyo viwanda hivi vidogo tunavilinda, na hapa niishauri serikali tutazame kodi ambayo tunatoza kwenye vipuri, ambavyo mtu wa kawaida Mtanzania akitaka kufungua kiwanda anakuwa akiwa na mtaji wa milioni 60 anakuwa na VAT, lakini zaidi ya milioni 60 hana VAT, kwa maana kwamba yule mwenye kuanzia kiwanda zaidi ya mtaji wa milioni 60 akiagiza kipuri nje au akiagiza vipuri vyake nje vya kuanzisha hiyo kiwanda, basi yeye hana kodi. Lakini yule ambaye anaanzisha kuanzia milioni 30, 40, 50 lakini mpaka 60, yeye anadaiwa VAT kwenye vipuri ambavyo ataingiza nchini. Hapa nataka kuizungumzia nini? Kujenga viwanda vidogo ambavyo vitazalisha ajira nyingi, lakini kukuza mazao ya wananchi na kupata soko iliyo kubwa zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali katika kutazama mtizamo wa wakulima wa chini, wafugaji wa chini, wavuvi wa chini, ni lazima tuangalie mnyororo wa thamani ya mazao yao ni kwa kiasi gani unakuwa, na kwa kadri ambavyo unaweza kuleta tija katika uzalishaji wao kwa nyakati zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije tena kwenye eneo jingine ambalo ningependa kuishauri serikali. Ninaiomba serikali yetu ione utaratibu wa kuzalisha mbegu nchini. Tunaipongeza serikali imelima mashamba ya miwa, imezalisha sukari, lakini kwenye eneo hili la mbegu bado tumekuwa na gharama kwa mkulima wa chini. Rai yangu kwa serikali, tutazame utaratibu wa namna ambavyo tutakuwa na maeneo ya kuzalisha mbegu kwa wingi nchini ili kupunguza gharama ya mbegu ambayo kila mwaka inapanda pamoja na pembejeo zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee pia nizungumze riba ya miradi mikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jimbo la Mbulu mjini kule Manyara
kuna mradi wa barabara wa bilioni 36 wa Mbulu Garbabi. Mradi huu umekaa muda mrefu sana, na mradi huu ulikuwa wa thamani ya bilioni 36, lakini kutoka mwaka 2022 hadi 2026 saizi tuna kilomita 2 tu za lami zimewekwa, lakini mradi huu unazalisha riba kubwa pamoja na miradi mingine nchini kutokana na ile kuchelewa kulipa. Nini ushauri wangu kwa serikali? Kwanza, tuepuke miradi mingine mipya, lakini la pili, tujitahidi kulipa zile riba, zile certificates zinazoletwa ili kupunguza riba kubwa inayotokea na inakuja kuvuruga bajeti ya nchi. Na wakati tunapopanga bajeti yetu hiyo, basi madeni mapya yanaibuka kule nyuma ambayo yako kwenye hiyo miradi kwa nchi nzima, na hatimaye sasa bajeti yetu inakosa uhalisia kwa baadhi ya maeneo kwenye miradi nchini, ikiwemo miradi mingine katika sekta mbalimbali. Hii itasaidia sana kuona kwamba bajeti yetu inakuwa na uhalisia kwa kadri ambavyo tumepitisha wakati wote, na miradi hii ambayo imeanza na ina muda mrefu wa miaka 4, 5 na kuendelea, unakuta mradi wa bilioni 36, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa uhalisia kwa namna yote ile lazima utazalisha riba zaidi ya 20% mpaka 25, na hatimaye utaenda bilioni pengine 50 ama bilioni 40 na kitu. Kwa hiyo ukizidisha miradi yote nchini, basi miradi hiyo kwa ujumla itavuruga bajeti ya nchi na serikali inapokea mzigo mkubwa. Kwa hiyo niombe sana serikali yangu itazame jambo hili kwa namna ambavyo inaona itawezekana, lakini pia kwa namna ya pekee katika hali isiyo ya kawaida. Tunapowekeza kwenye miradi mikubwa, tunachochea uchumi wa nchi. Tunaipongeza serikali, imeweka miradi mikubwa, imejenga miradi ya reli, miradi ya viwanja vya ndege, miradi ya barabara, miradi mingi nchini. Hali hii matokeo yake sio kwamba tunafanya biashara kama serikali. Tunajenga uwanja mzuri wa kuzalisha uchumi wa nchi, lakini mazingira wezeshi ya uzalishaji katika nchi yetu. Na hii itasaidia sana kuona kwamba serikali impact yake inamfikia mwananchi yule wa chini. Lakini la pili, kuna umuhimu mkubwa sasa hivi wa mnyororo wa vikao vya mabaraza ya biashara nchini, ili kupata hoja za wale wafanyabiashara mbalimbali nchini wanapojadili masuala mbalimbali. Basi serikali inapata mrejesho wa kuona yale yanayojadiliwa yanapata picha nzuri na utatuzi wa haraka zaidi. Kwa namna ya pekee, niombe sana serikali inapotazama bajeti hii ambayo sasa hivi tunaijadili ya mwaka mmoja na baadaye miaka 5, lengo letu ni kuona tabasamu kubwa inaenda kwa wananchi, na yale tunayojadili hapa yanakwenda kwa wananchi ili kufanikiwa. Zipo miradi mingi zimechukua miaka mingi katika taifa letu na katika majimbo yetu. Kwa namna ya pekee, wanasiasa tunapata wakati mgumu sana wa kuleta tafsiri kwa wananchi. Kwa hiyo sisi tunaiomba serikali, au mimi ninaishauri serikali, itazame na kufanya tathmini upya na mapitio upya ya miradi ya maendeleo, lakini pia na pato letu la taifa kwa jinsi ambavyo kila mlipa kodi anatoa tabasamu na kwa namna ya pekee. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mfanyabiashara mdogo kwa maslahi madogo sana kwa nchi yetu, lakini niseme tu kwamba TRA umefanya kazi nzuri sana. Tulikotoka kulikuwa na mkanganyiko mkubwa sana wa TRA kukinzana na wafanya biashara na kutokuelewana. Hatua hiyo ni kubwa. Nimpongeze mtendaji mkuu wa TRA pamoja na watendaji wote. Niombe TRA warudi kwenye dawati la kujadiliana na kufanya negotiation na wafanyabiashara ili kuona changamoto gani wao zinawakabili na namna ya kwenda kurahisisha, ili mlipa kodi anapolipa kodi akipata elimu ya kutosha, lakini pia analipa kwa tabasamu, kwa taswira ya kuhudumia nchi yake. Kwa kuwa pamoja na malengo hayo makubwa ya serikali ya bajeti ya mpango wa miaka 5 wa dira ya taifa wenye mwelekeo sahihi unaotulenga na kutupeleka katika dira sahihi ya taifa letu, ninaishukuru serikali. Tunaiomba serikali basi ijitahidi katika kusimamia mipango hii tunayopitisha, ili sisi wanasiasa pia kwa wananchi waliotuleta hapa, basi wawe na tabasamu kwetu, wawe na tabasamu kwa rais, lakini wawe na tabasamu kwa serikali, ili kufanikisha malengo mahususi ya Tanzania inayong'aa na Tanzania yenye dira sahihi. Asante sana Mheshimiwa Isai, muda wako umeisha. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana. Nilimwita Mheshimiwa Boniface Mwita Getere, atafuatiwa na Mheshimiwa Ali Haidari Ndeweya. Mheshimiwa Daktari Johannes Lukumai ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kunipa nafasi ya kuchangia hii bajeti. Cha kwanza ni kuwapongeza Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Kwa kweli ni mtu mahiri sana kwenye idara hiyo, na tunakuombea Mungu akusaidie uendelee kuwa hivyo. Naibu waziri wake, katibu mkuu na watendaji wote wa wizara tunawapongeza sana. Tapongeza Profesa Kitila, mtu mahiri sana, mwelewa,
ambaye Mungu amembarikia kipaji. Kwa hiyo tunawaombea nyinyi mkae pamoja, mtuletee maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze kwanza kuona kwamba bajeti yetu kila mwaka inapanda. Sasa imepanda kutoka trilioni 56.49 mpaka trilioni 62.33. Sasa huwa najiuliza, ukiona wabunge wengi humo wamechangia vizuri, wanasema je, Watanzania wengi wanachangia, wanalipa kodi au hawalipi kodi? Sasa huwa najiuliza, kama hawalipi kodi, haya mapato ya TRA wanasema kila mwaka yamevunja, yamezidi kiwango, yani percentage yake ya makadirio imezidi, kila mwaka inakusanya kwa wingi zaidi. Hivi wanaolipa ni watu gani? Maana si Watanzania wanalipa kodi? Watanzania wanalipa kodi, ndio maana TRA inapata fedha nyingi. Lakini Watanzania wanalipa kodi, ndio maana bajeti yetu inaongezeka mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo tuendelee kutafuta mapato zaidi ili tuweze kuwa vizuri katika eneo hili. Hoja ni kwamba, je, fedha za tunazokusanya zinapatikana au hazipatikani? Jibu ni kwamba fedha zinapatikana. Nini kifanyike? Ni kubana mianya ya wala rushwa, ni kubana mianya ya ubadhirifu, ni kuwabana watu ambao wanaiba hela zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watu hawaelewi. Unajua, ukiona hela iko benki, wamekupa bilioni 50 kwenye bilioni moja kwenye wizara, bilioni 50 umeiona, wanafikiri hiyo hela imeumbwa kutoka mbinguni, imetoka imefika hapa. Watu wanaolipa kodi ni watu wa viazi. Huko halmashauri kuna watu wanauza vitumbua wanalipa kodi, wanalima viazi wanalipa kodi. Fedha zinakuja huku kila mwaka wa bajeti ya CAG, hela zimepotea. Sisi wabunge tumekuwa waimbaji. Hiyo hamna. Iko siku tutagoma huko ndani. Kwa niombe, Mheshimiwa Waziri, umeenda hapo, tafadhali, yaliyopita si ndwele. Tunaomba jitahidi sana tubane mianya ya walipa ya hela fedha zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona hapa kuna hoja ya ETS. Ile hoja ya CISPA, ya ile kampuni ya CISPA inayodhibiti ubora na ukusanyaji wa fedha au nani wa bidhaa katika TRA. Mheshimiwa Waziri, usije ukaingia mkenge. Mheshimiwa Waziri, hii hoja tumeifuatilia wakati wa marehemu Magufuli, tukaifuatilia kwa kina, ikashindikana. Hoja ni nini? Wale waliotengeneza ule mfumo wa ETS, wale watu wa CISPA wanasema sawa, sisi tuko tayari kuondoka. Sasa mbadala wake ni upi? Wakasema tutafute kampuni nyingine mpya tulete. Nikafanya maarifa mpaka kampuni ya Urusi ikaja hapa. Lakini wao wanasema CISPA awachie mfumo wao waweke. Sasa wakati CISPA anasema mimi sitaki na watoa mfumo huo, je, kipindi atakachokuwa ametoa mfumo, makusanyo yatakuwaje? Hoja iko hapa. Hoja ya wafanyabiashara wa Tanzania ni kwamba wakati mfumo unakuja walikuwa na viwanda 19, sasa viko 300. Mbona bei haipungui? Hoja nyingine ilikuwa ni kwamba wanatumia dola kulipiza watu waweke hela za Tanzania. Vyote vimefanyika pole. Niombe, nisiende mbele zaidi, niombe serikali ikae na wale watu, ikae naye vizuri, ipange, wapunguze bei ya wafanyabiashara. Taarifa. Lakini para taarifa wapi? Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe tu mchangiaji taarifa kwamba hii kampuni ya CISPA licha ya kuambiwa kwamba wapunguze kodi, tunaweza pia kuambia wakajenga kiwanda hapa nchini ili kuweza kutoa ajira kwa vijana wa Kitanzania, lakini pia kupunguza hiyo gharama. Asante sana. Mheshimiwa Getere, taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Mneke ameshasema amemaliza hapo. Tunaendelea na ajenda nyingine. Hiyo kampuni waendelee kuikaa nayo vizuri ili kusanya mapato. Hamna kukwepa mapato, ni hao ndio wanakusanya mapato. Wakae nao wapunguze bei, lakini serikali kama inaona, kwa sababu aliyeleta huo mfumo ni serikali, lakini wanaolipa kodi ni wafanyabiashara, basi serikali ione kwamba namna ya kuweka ruzuku ya kusaidia hiyo kiwango cha bei kipungue. Hiyo ndio hoja. Lakini kwamba tunaleta mtu mwingine sijui kutoka wapi, uongo. Unajua Tanzania tumezoea mambo ya gharama ndogo ndio natupa shida. Leo mtu anaenda kujenga shule kwa milioni 500,
alafu anasema yeye tumlipe milioni 2, mnamlipa. Shule haifiki, barabara hazifiki, viwanja viendi kwa sababu hiyo hiyo. Mheshimiwa Waziri, naomba hilo ulichunguze sana, ukae nao. Sisi tunataka fedha kusanywe, lakini pia wafanyabiashara waboreshwe hali yako. Mkoa wa Mara, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna hospitali inaitwa Kwangwa. Imejengwa toka mwaka 1975. Wengi muda hawajazaliwa mndani. Mpaka leo hajaisha. Ndio hospitali ina jina la baba wa taifa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia. Ametusaidia, wingi ya kwanza imemalizika. Na nimshukuru sana Wizara ya Afya kwa sasa hivi. Waziri wa Afya na msaidizi wake, naibu wake, juzi watupelekea X-ray inafanya kazi. Toka 75 hospitali ya mkoa wa Mara haijaisha. Na mwanzilishi wa taifa hili anatoka pale, na jina ni la pale. Niombe waziri, tafadhali, wanadai bilioni 2 saa hizi, wapelekee wamalize. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna barabara inatoka Zanzati inaenda Serengeti. Sasa ina miaka 5 haijatengenezwa. Ikawekewa rami, mimi sasa kuona rami inamwagwa kama vile unamwaga mchele kwenye maeneo yote. Mpaka leo haijaisha. Tumesema sana, waziri aliyekuwepo wa fedha ambaye ni waziri mkuu sasa hivi alisema watawapa bilioni 2 ili waendelee kufanya kazi. Hawajapewa mpaka leo. Naomba waendelee kupewa hiyo fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja wa ndege wa Serengeti haujengwi kwa sababu tu ya matakwa ya kutafuta fedha. Wataalamu wa mazingira duniani, kuna mtu anaitwa Eugene Oda, father of the modern ecology, na kuna mtu mwingine anaitwa Rikain katika kitabu chake za Silent Spring wamesema kwamba Serengeti ina miruko mingi ya ndege. Serengeti ina viwanja vingi vidogo vya ndege. Hoja ni nini? Sisi watu wa Mara 80.2 ya wana Serengeti, fanya Serengeti iko mkoa wa Mara. Ikiathirika tunaathirika sisi. Tumekubali ujengwe nje ya uwanja wa hifadhi ya ndege. Taarifa Mwenyekiti. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimpe taarifa mchangiaji. Mimi na yeye umri uko sawa. Na bahati nzuri hizi research zimefanywa na watu wameenda shule. Nataka atusaidie ni wapi na dunia gani, yani international airport zikakaa kilomita 93 international airport na nyingine hapa international airport. Kwa hiyo nilikuwa naomba mchangiaji, sisi wote ni wabunge, hakuna anayepinga kujenga uwanja wa ndege wa Serengeti, lakini sio kujenga international. Huo ni uhuni mnataka kutufanyia. Tunajenga uwanja wa Mwanza uishe, halafu tuendelee na uwanja wa Serengeti. Kuhusu taratibu. Mheshimiwa Getere. Naam. Mheshimiwa Getere, kwanza unapokea hiyo taarifa? Sasa mtu amesema taarifa ya kihuni na yeye sasa siwezekani ndio muhuni yeye. Sasa mimi sielewi hilo. Mimi niendelee Mwenyekiti. Endelea na mchango. Hoja yake ndio maileta vibaya. Hawezi kuita watu wahuni hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ule uwanja unajengwa kwa kunusuru Serengeti kae kama hifadhi bora ya duniani. Sio kwa sababu ya kupeleka mapato pale. Na hoja ya kujenga uwanja wa Serengeti ilishakamilika, haipo tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna hifadhi 21. Hifadhi zote zinafanya kazi. Kwa nini leo tukisema Serengeti watu wanakuja juu? Kuna nini huko? Wakati tuna hifadhi nyingi 21. Kwa nini hawasemi hifadhi ya Kilimanjaro? Kwa nini hawasemi hifadhi nyingine kwa NASA 8? Kwa nini hawasemi hifadhi sio wapi? Ziko nyingi. Mpaka hifadhi ya Bugiri iko hapa. Tunataka uwanja wa ndege ulishapitishwa ujengwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe kwenye jambo lingine hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona taarifa ya waziri hapa. Katika ibara yake ya 2 mpaka ya 5. Na ibara ya 5 mpaka ya 7 hapa. Ukurasa wa 2 mpaka wa 3. Amewapongeza sana viongozi wetu watatu. Ameanza na Mheshimiwa Rais, amempongeza sana. Ameanza na Makamu wa Rais, amempongeza sana. Ameanza na Waziri Mkuu, amempongeza sana. Kiukweli, ukimwona mtu anabeza hao viongozi wetu, jambo mawili anaweza kuwa yamemtokea. Ama aliugua malaria hakupona, au ana matatizo kwenye kichwa chake. Kwa sababu sisi tunapaswa kuwaunga mkono viongozi wote watatu kwa hali na mali. Haturuhusu kuingiliwa kwa namna yoyote ile. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Getere kwa mchango wako.
Nilimwita Mheshimiwa Ali Haidari Madeweya, atafuatiwa na Daktari Johannes Sembulungu Lukumai. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruksa yako nami nikushukuru kwa kunipa nafasi katika kuchangia bajeti kuu ya serikali. Nami nijielekeze kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake makubwa, na imani hii bajeti kabla hatujaletewa na yeye ameiangalia kwa kina, lakini ni bajeti ambayo sikivu, ni bajeti himilivu na bajeti nzuri sana kwa wananchi wetu. Tumezoea badala ya bajeti kusomwa kelele mitaani, lakini tumeona wazi kumekuwa kimya, na kwa kweli tunaishukuru sana serikali yetu sikivu pamoja na waziri wa fedha pamoja na Kitila Mkumbo na manaibu wao. Mimi nijielekeze moja kwa moja ili kufikia dira. Nitaanza kuchangia kwenye mpango wa maendeleo ya taifa, nitamalizia na bajeti ya Wizara ya Fedha. Ili kufikia bajeti ya trilioni 1 maana yake tunatakiwa pato la mtu mmoja mmoja liwe dola 7,000. Sasa basi kuna vitu vya kimkakati na tumefarajika sana. Bajeti hii imesema sekta binafsi itachukua nafasi yake kwa 70%. Sasa kuna mambo ya kimkakati lazima afanyike. Kwanza, kwenda kuongeza teknolojia ya mazao, kuongeza teknolojia thamani, tuongeze thamani katika teknolojia yetu ya mazao. Tumeona Tanzania inazalisha mazao mengi, lakini hatuendi tukafanya kitu kinachoitwa deep extracting. Mara nyingi tunakuwa na viwanda ambavyo tunazalisha kawaida na ndo hatimaye tunauza raw material nje ya nchi. Kila kitu katika zao lina tija na faida. Na hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba nikwambie tu, kwa mfano kwenye chai kuna faida moja, by product ya chai, sio hii chai majani ya chai tulozoea tunachukua tunakunywa. Ukifanya deep extracting unakwenda kupata kitu kinachoitwa organic extract, ambayo hapo hii inatumika kwa mapambo ya kina mama, cosmetic. Lakini hapo tukienda katika chai hiyo kuna kitu anaita DHM extract, ambayo hii ni dihydromacetate, ambayo hii inatumika kwenye pharmaceutical kama raw material. Hapo kwenye chai kuna kitu anaita EGCG, epigallocatechin gallate. Hii inatumika katika kusafirisha minofu ya samaki katika long distance. Kwa maana hiyo niombe sana, na kwa bahati nzuri waziri mkuu yupo, tuachane na uwekezaji uliokuwa hauna tija. Mazao yetu yana thamani sana, tuache kuuza raw material. Jingine, kwa mfano kwenye korosho, mabamba ya korosho yakisagwa yanazalisha unga, ambao hii inakuwa ni air brake pedal. Ule unga unatengezewa breki za ndege. Muhimu sana jamani kuliona hili, na ndio maana hawa foreigner wawekezaji wanang'ang'ania lazima tusafirishe raw material. Tuache hii tabia, na kama kweli tunataka kuendelea kwenye uchumi huo, lazima sisi wenyewe tuweze kuzalisha na tupunguze uagizaji uliokuwa hauna tija. Mwisho, katika zao la kakao kuna bidhaa zinazozalishwa zina by product zake zinakuwa raw material kwenye pharmaceutical. Jingine, kuimarisha research za afya za udongo. Tunajua kuwa wazi Wizara ya Kilimo ina jukumu la kupima udongo, na kabla hatujaenda kwenye kilimo lazima tufanye research ya udongo, na wao ndo wanaotuambia zao hili litastawi wapi, kwa kiwango kipi na mkakati upi. Kwa hiyo nikuombeni sana, badala ya kufanya hii research tusiishie kutoa certificate kama sasa hivi, tutumie zile research matokeo yake kwa ajili ya uwekezaji wa mazao ya kimkakati. Jengine, katika mpango tufanye research za viwanda. Sasa hivi tuna viwanda ambavyo kawaida vinazalisha tu, lakini hebu tuangalie wenzetu duniani wanafanya nini. Viwanda vinakuwa na department ya research,
na department hizi kazi yake kubwa kufanya innovation, na ndio maana leo unakuta kuna different version katika simu. Hatung'ang'anii tu kwamba tunazalisha nguo na sisi, lazima viwanda vyetu vya ndani viwe na department ya research, na lazima hizo research zije kuleta mabadiliko chanya ya ongezeko la bidhaa ili kuweza kucompete katika soko la dunia. Hatuwezi tukawa na kiwanda kimoja kimeclaim kuzalisha chai ikawa chai tu, lazima tuje na mambo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna issue ya end product ya mazao yetu. Hapa pia tunaweza tukaona mabaki ya kwenye mazao ni mali, tunaweza tukazalisha mbolea, tunaweza tukazalisha njiti za kibiriti na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, jengine kuna issue ya kuwatumia wataalamu wetu wa ndani. Nikwambie tu Profesa Kitila Mkumbo, Tanzania ni matajiri, ina wasomi wazuri sana, na tukisearch tutaona wangapi wako nje ya nchi wanatumika ipasavyo. Tusidharau wataalamu wetu wa ndani, tuwatumie wataalamu wetu wa ndani ili waweze kuleta tija. Vile vile tufanye uwekezaji wa kimkakati, strategic investment. Leo tunashuhudia wakati mwingine tunaanzisha miradi hayana mbele hayana nyuma, tunaweza tukaja na mazao tofauti, lakini hapa tukiwa na strategic investment hii itatusukuma kwenda kuangalia tunahitaji nini kwa muda gani. Jingine tuboreshe uwekezaji wetu wa moja kwa moja kutoka nje, FDI, foreign direct investment. Hii itatusaidia sana katika kukuza maingizo yetu ya ndani, lakini vile vile tuwasaidie hawa kina machinga na wengineo. Tunapowekeza sana katika SME, small and medium enterprises, tutasaidia sana kuzalisha ajira na tutasaidia kupata mapato serikali. Kwa hizi pesa za vijana, baba yangu Hamis Musa, uende ukaziangalia vizuri ili ziweze kuwasaidia vijana katika small scale industry. Sasa nakuja Wizara ya Fedha. Wizara ya Fedha, mimi jamani, nataka mtambue tu huyu waziri wa fedha wa sasa hivi tuliokuwa naye, tuendelee kuomba dua, Mungu awalinde pamoja na mawaziri wote na manaibu. Mnamo mwaka 2006 na 2007 Zanzibar ikiongozwa na Dr. Karume, PBZ ilikuwa ishapigwa mnada. Aloinusuru PBZ kupigwa mnada, yeye ndo alikuwa team leader, Hamis Musa Omar balozi. Tumtumie vizuri ili aweze kutuvusha katika bajeti hizi. Sasa kuna ishu ya tozo ya mazingira. Hii tozo ya mazingira, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, inatozwa na Tume ya Madini. Lakini cha maajabu, sijui kwa nini baadhi ya sekta za ndani humu kwa nini hawawezi wakacoordinate? Wewe hiyo tozo sio yako. Uwezi wewe ukawa unachimba madini, wewe ukawa unaenda kusimamia regulations za mazingira. Haiwezekani. Muachie NEMKI hii tozo aweze kuitumia kwa ajili ya kukagua migodi. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambie jambo moja. Kuna baadhi ya watendaji pale ndani Wizara ya Fedha wanacheza mchezo pamoja na Wizara ya Madini kukwamisha hili lisiwe. Ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha, usiingie kwenye huo mtego. Wape tozo wende wakafanye kazi. Tulipiga kelele sana na tozo za TRC pamoja na WEFED mwaka jana zilirejeshwa. Wapeni wende wakafanye kazi. Lakini vile vile kuna tozo ya viwanja vya ndege, passenger fee. Hii imeletwa maksudi ili viwanja vya ndege viweze kujiendesha. Si kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, kama bajeti ya Tanzania hii ya serikali yetu kila kitu itatoa serikali. Si kweli. Lazima tuwasaidie, na hizo tozo zikitolewa ya 5%, tuachie wende wakafanye kazi, sio kuwa hawapewi. Infrastructure zinakuwa shida. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilinde naendelea ili niweze kumaliza kutoa darasa. Jengine, BOT. Tunaiomba sana BOT ije na sheria ya Islamic banking. Sasa hivi Islamic banking inatumika conventional, hiyo sio fair. Lakini vile vile issue za naenda TRA kidogo. Kuna issue ya property tax. Tumefarajika sana, bajeti sikivu, nyumba zenye gharama za asilimia milioni 50 zimeondolewa tax exempted. Lakini pia tuwaangalie na wale wateja wa juu wakubwa, majiant, wanapojenga yale magorofa,
hebu tuiangalie hii kodi kidogo, ili tuweze kuwashawishi. Tukiwapunguzia watajenga zaidi, na tutapokea wageni wengi, watalipa kodi na ajira nyingine zitakuja. Lakini vile vile tukiangalia, nilitaka niishauri Wizara ya Fedha kupitia BOT, Waziri wa Fedha, kitengo cha PPP kwa nini kiesende kikawa attached pale BOT? Kwa sababu pale BOT ndo anafanya monetary policy, ndo anafanya physical policy. Tutapata spidi ya kutembea na yeye anajua